Karibu nyumbani basi. Mimi maana toka but Umeanza nawe. Sina nini? unajua cha maisha yani wana na nikiangalia hivi ningependa kuna kitu Kitu gani hicho ambacho huku niambia kule tulikotoka? yani tulie nikueleze wewe. Wajua shangana kwa sababu tumetoka wote huku. Tumeshinda yote sote kabisa. Yaani sasa hivi nimefika nyumbani ndio waniambia hapa. Tena nakwambia tuingie nyumbani. Asasikia. Sasa shiki mama. Kuna business nataka kufungua but ina cost kama 200,000. 200,000? Biashara gani 200,000 hii? Una hakika zitatosha? Ya, itatosha. Una hakika? Itatosha kabisa. 200,000. Mimi sioni kama hiyo 200,000 itatosha. Unajua ndo sababu mimi nakupenda kwa sababu wewe uko na akili kubwa. Yaani wewe unafikiria kule, ufikirii hapa. Sasa naonelea ni kuongezea kama 100,000 nyingine ziwe 300,000. Wow. Yes. Hey. Kwa sababu 200,000 naona ni pesa mtoto sana. Ni pesa mtoto sana hiyo. Kwa hivyo wacha fajaliwe kesho. Mida kama saa 2. Turauke mapema. Twende kule bank ndio tutolewe pesa. Kweli? Yes. Hey, come on. No. Come on. Yeah. Sasa wewe bro, wewe hauelewi mambo ya mshangazi. Kwa sababu gani? Jambo la kwanza mshangazi. Wale mshangazi ndugu yangu hawana stress kabisa. Yaani hawakutatizi na mambo mengi. Unasikia, kwa sababu jambo la kwanza yule kama hauna kitu anakuelewa. Unaelewa? Alafu hana ile ya kuwa eti kila wakati basi ni mtu kuomba pesa nini na nini, kwa sababu ni yule ndio mwenye kubwaga mimi anakukatia. Unasikia? Kwa hivyo wewe yani ni mtu wako yani daily yani wewe uko fit kwa sababu ni yule anakupatia. Sasa Unaelewa? Bro, cheki hebu ngoja nikwambie hivi. Nataka unipatie tu some points. Yaani unamaanisha nini ukisema yeye ni mtu anaenda mshangazi? Mshangazi Anakata, anabwaga, anakubwagia pesa. Kwa hiyo wewe katika haya maisha wewe ufemu wako yani ule ufemu wako unataka ujulikane kwa pesa na muonekano. Mtu kujulikana katika ulimwengu wa sahihi. Pesa kitu cha kwanza. Kama wewe hauna pesa ulimwengu hautajulikana. Hata Biblia ndugu yangu imesema nendeni mkajaze ulimwengu. Mshangazi. Sasa hiyo ni Biblia ilisema bro. Angalia haya maisha, wewe kama unataka kutambulika bila pesa hautatambulika. Okay, angalia bro, unapotea. Kwa sababu gani? Sikiliza. Sasa bro, wewe nikwambia kitu hivi. Nikwambia unapotea. Maana huyo mshangazi mwenye unasema sijui ni mama. Mimi bro, hii ndio kwa heshima. Wewe kama babako mimi. Wewe babangu. Wewe kwa heshima. Mimi na sistangu. Babangu mligawanya mali na yeye.
Na hiyo mali ilikuwa sisi na sisi yangu tulio mali lakini sisi huu hata ndio sisi ndio tofauti. Mimi ndio nitakupigia babako kama nilikuwa nimeenda. Wataka watoto sasa ni unataka. Wataka hivyo ndio kwanza maisha yangu sana. Nasikia. Ndio maisha. Hii haishi hapa mama. Huyu tutapatana. Huyu lazima tutapatana. Nani matabu wewe? Dada huyu tutapatana naye. Huyu namjua na yeye tutapatana naye. Hizo vizuri sana. Huyu mtaka mbona kama siada tamani siada vitu gani? Na kama nishinda kungurumisha hii mashini, wacha watu waingurumishe. Nasikia. Kwa hivyo achana na mimi. Huyu ni tena nimemlipa tena. Huyu mama. Huyu lazima huyu lazima achana na sisi. Hebu nenda huko kapata kujilalia. Vipi wewe? Nataka kujilalia jibu bali ya chamali. Tafuta kazi ufanye wewe. Mimi the best. Yani kuwa wakati wake anataka akuwe tu na wewe, yani anataka kuspend time yote na wewe, hakupatii ukuru. Kila mahali atakapokwenda ni wewe na yeye hataki kukuona hata umesimama angalau na msichana mzuri mrembo mwenye ana muonekano wa wewe, alafu yeye hako tayari hata kushika mimba, yani kukuzalia. Unaona unapotea wewe. Angalia msichana huwa anakupatia, manake msichana na umhitaji muende yani ile time yako mwenye utakuta mhitaji unaenda ukaa na wewe uspendi na yeye, yani kama ni kwa fun vizuri, alafu unamwachia anaenda zake, wewe unakuwa free. Lakini mshangazi unakuwa kama kikapu bro, ama bag ushakuwa na mshangazi wewe. Cheki bro. Kuna kijana hapa mtaani nilipanda kichwa mimi bro. Na mimi yani huyu kijana ninamuona yani chukulia poa sana yani. Huyu kijana anajifanya yeye yani unajua hao maoza hao. Sasa kuna mmoja amekanyaga pabaya sasa hivi. Nini yani? Nieleze nikuelewe bro. Sikia, angalia. Hii kitu inakaa kama aibu. Lakini sasa mimi lazima niongee kwa sababu sasa nataka unisaidie. Mimi nataka msaada wako. Angalia iko hivi. Kuna kaoza fulani anatembea na madhango. Wallahi billahi yani. Wacha. Kana nipanda kichwa yani. Anaingia pale kwetu yani kama anakuja nyumbani yani kama alafu tena yomba paka pesa. Yomtoria mada na mada ya toa. Alafu mimi nikimwambia mambo yangu hii mada yani elewi. Unaona? Kweli? Wallahi yani sasa angalia fanya hivi. Mimi nataka unisaidie kitu moja. Watakaje wewe? Niambie. Kijana nitakuonyesha. Kijana nitakuonyesha. Alafu wewe mkomeshe. Kijana umkomeshe. Anaomwambia kabisa mpaka kumtaji kabisa madhango, lakini usimtaje mimi. Mimi sitaki kwa sababu unajua mada yake anaongea vitu zenye mada kama yani nataka kunaelekea mara malana nini. Sijui aongea kama yani yeye ndo mwanamke pekee hapa duniani. Wale umefika hapa kwangu mimi umefika. Sawa? Kwa sababu hii hali basi angalia tena umechelewa mimi. Angalia mimi nitamweka sawa ule kijana. Wallahi mimi nitamweka sawa ule boy. Bro, wewe bora tu unionyeshe, uniambie ule boy. Mimi nitakuonyesha. Hata mimi nitakutumia nitakutumia picha yake kwa simu. Sawa. Ni kijana hapa mtaani. Wewe fanya hivi, fanya mpango, unionyeshe, alafu mimi kila kitu mimi nitaifuatilia. Utaona wewe mwenyewe, najua mimi vile pa kufanya. Ni poa bro. Sawa. Wallahi yani malizana na huyo kijana. Mimi nitakupanga. Poa, usijali. Sawa. Wazi bro. Sawa. Madaki mwenyewe bado